Asifiwe. Wakati umefika wa kuweza kuagana. Bwana asifiwe sana. Mimi nitahubiri tu sermoni mbili peke yake, alafu niiwache. Mko tayari? Sioni kama kuna haja ya swali. Mnataka swali kweli sahi? Mnataka swali? Daktari anasema hapana, maswali watia hapo baba. Lakini watu wengi kanisa hili yetu ni ya mikono. Hebu nione wangapi wanataka swali? Ni wangapi hawataki swali? Daktari peke yake. Hiyo wow, they have it. Anyway, ni rahisi. Ile jana tulizungumza kuhusu watu 4,000 ambao walilishwa na Yesu Kristo na walipewa mikate mingapi? 7. Hii ni rahisi, ili daktari afurahi. Sasa niulize, walipokula na wakamaliza, mikate iliyokotwa vikapu vingapi? Ni mikate vikapu vingapi viliweza kuokota na wanafunzi? A 5, B 7, C 12. Wale wanasema ni 5 mkono juu, 5 hakuna. Wale wanasema ni 7 mkono juu, 7 hakuna. Wale wanasema ni 12 mkono juu, 12. Asante sana, wote mumeanguka. Wacha tusome neno. Kitabu ni cha Mathayo 15. Mathayo ni 15. Naona daktari alikuwa amewaokoa, muachana na hii maswali mukakataa. Sasa ona, anawachekelea. Sikia vile anavyosema. Kitabu ni cha Mathayo 5. Tusome fungu gani? Hebu tusome fungu la 36 na 37. Matthew 15 verse 36 na 37. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano, wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yakajaa. So ilikuwa ni 7. Nao waliokula, fungu la 38, walikuwa wanaume 4,000 bila wanawake na watoto kuhesabiwa. Kwa hivyo ni 7. Na najua tu si mko wambaya sana, mnachanganyikiwa na ile 5,000. Na nilijua tu jana. Na nikawaambia nitatoa hapo. Sasa oneni. Asante sana, nimeshukuru sana kwa wakati tumekuwa pamoja. I know for sure nimewaterrorize. Kama kuna watu wamekuwa terrorized na mhubiri, ni haya mahubiri ya Dar. Nimewaterrorize kila siku na swali mnafikiri ni hapa, mnakuta ni huku. Kwa hivyo ninawahurumia na sitawauliza swali lingine kutoka sasa kuendelea. Amen. Lakini mmejaribu, hamukufa moyo. Mpaka saa hii dakika ya mwisho bado mnangangana, hata mkianguka wote tunamngangana. Kwa hivyo hiyo imani ni nzuri na mna moyo wa kufanya kazi ya Bwana na kujibu maswali hata kama ni mangumu. Hata hivyo nashukuru sana. Sasa asubuhi nimesema nina sermon 2. Ya kwanza ni kusummarize ya asubuhi. Wakati kijana aliposemekana kufanyiwe sherehe, yule kijana mkubwa hakuwa nyumbani, alikuwa shambani. Aliposikia vigelegele akaja, akauliza nini kinaendelea, akaambiwa ndugu yake amefika. Akakasirika sana na hakuja nyumbani. Baba yake akaenda akamuongelesha na akasema siingii. Akaulizwa mbona? Ndugu yako alikuwa amekufa, amefufuka. Alikuwa amepotea, amepatikana. Akasema dadi, nimekaa hapa kwa hii nyumba yako na hakuna siku hata umenipatia kakuku tu mimi niweze kusherekea na marafiki zangu. Lakini huyu kijana ambaye ametumia vitu zake kwa njia mbaya ya uasherati ndiye unayesherekea. Na unajua hiyo sura 15 inamalizikia na huyu kijana akiwa amekasirika. It was never concluded. The story was never concluded. Hiyo hadithi haikuisha. Maana ni wewe umeachiwa uiendeleshe. Hii inaitangwa the big boy or the elder son syndrome. Huyu ndugu mkubwa alikasirikia ndugu mdogo, na imekuwa hivyo sana kwa Biblia. Wale ndugu wa Joseph walimkasirikia, wakarusha yeye kwa shimo, wakauza yeye, akajikuta Misri, na wakaambia baba yake aliliwa na wanyama. Ndugu wakubwa waligandamiza yule mdogo. Daudi ameenda kule, kuna vita, na ndugu zake wakubwa wakasikia akiulizia mambo ya Goliathi.
na wakamkasirikia, wanamuuliza unafanya nini hapa? Si wewe unastahili kuwa unachunga tu kondoo yako pale. Sasa hapa kwa vita unafanya nini? Daudi akauliza nimefanya makosa gani? Big brother, hata kanisani tuko na hiyo shida. Mtu ameingia leo aonekana ni mjuaji, tutakuuliza uliingia kanisa lini? Unajua tumekaa hapa muda gani? Pastor ametransferiwa, amekuja kwa district fulani, unapata wazee wanamgandamiza kabisa, maana wao hii kanisa wamekuwako na wameona wachungaji wengi wakija na wakienda. Watu wengine unaona wewe uko sawa, mimi nimeamini leo, hakuna kitu niko nacho, unanigandamiza kwa sababu nimeamini leo. Kile ningewaomba ni ya kwamba tukubali hawa ndugu zetu wakirudi, wale ndugu zetu wakijaribu kuinuka, tuwasaidie tuinuke pamoja na Yesu atatubariki. Hiyo ni sermon ya kwanza. Ya pili ambayo ni ya kuaga ni Marko. Kifungua kitabu cha Marko kuna hadithi pale. Na hii hadithi Yesu mwenyewe alifanya jambo la pekee sana kwa sababu aliwatuma wanafunzi. Neno linasema ni Marko 11 fungu la kwanza. Anasema hata walipokuwa Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa asiyepandwa na mtu bado, mfungueni. Kwa sababu ya wakati enda umalize hiyo hadithi, lakini nitakuelezea. Yesu anakaribia Bethfage na Bethania, lakini akatuma watumwa wawili. Akawaambia enendeni katika kile kijiji kiko mbele yetu pale tunakoelekea, na mtapata mwanapunda mmoja amefungwa. Huyo mwanapunda mkienda pale mfungue. Lakini wakati mnapoendelea kumfungua, kuna watu wengine watakuja, na watakapokuja watawauliza mnafanya nini? Muwaelezee the master. Sema the master. Semeni the master. Haya, Kiswahili inasema fungu la 3, na mtu akimwambia mbona mnafanya hivi, semeni Bwana ana haja naye. Sema Bwana ana haja naye. Sema the master. Unajua kama ninahubiri kanisa la Pentecost niwaambie waseme Bwana ana haja nawe, ungesikia kama gurumo. Bwana ana haja nawe. Niwaambie semeni the master, wangesema the master. Alafu uende kwa Adventist ambao wanaenda mbinguni baada ya miaka hii tumeishi hapa duniani, uambie sema Bwana ana haja nawe. Bwana ana haja nawe. Sema the master. The master. Ni kama hata sisi hatukuange shua. Mko shua kweli? Wacha tujaribu. Sema the master. The master. That's what I'm talking about. Sema Bwana ana haja naye. Sema tena. Yes. Akawaambia mkiulizwa kwa nini mnamfungua mwanapunda, muambie Bwana ana haja naye, anataka kumtumia, na akimaliza atarudisha. Wakaenda, Biblia inasema fungu la 4, wakaenda na wakapata wale watu ambao sio wenye punda, ni wapitaji ambao wanashughulikia business za wengine, sio wao, lakini unasomesha watu wanajali business sio zao, na unawaambia mind your own business. Unajua kuna watu wengine wamekonda kwa sababu ya vitu sio zao. Tunawashauri kondeshwa na mambo yako mama, kondeshwa na mambo yako. Kama ni udaku, kondeshwa na udaku wako. Wachana ya jirani, itakuua. Konda kwa kujali mambo yako ya jirani. Sasa hao watu wako hata wakati wa Yesu, na Yesu akasema mkimfungua huyo mwanapunda mfanye nini? Mumlete. Na wakafungua na wakamletea Yesu. Alipoletwa kwa Yesu akamkalia, Yesu akakalia punda. Alipomkalia huyo punda, Biblia inasema nini? Kabla hatujasema vile ilifanyika, huyu unayesikia, huyu mwanapunda alikuwa amefungwa pale kwa muda mrefu sana. Amekula nyasi imeisha, amekula hata mizizi imeisha, ni mchanga peke yake umebaki, dust pale ndio imebaki. Lakini Yesu amesema enendeni mkamfungue. Alipokuja kwa Yesu, neno la Mungu linasema fungu la 7, wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake.
Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Bwana asifiwe. Mwanapunda yalipoletwa, Yesu akamkalia. Alipomkalia akaanza safari. Hebu niwaulize, mwanapunda anaelekea wapi? Nani anajua? Anaenda wapi? Anapeleka Yesu wapi? Yerusalemu. Nani aliambia punda nipeleke Yerusalemu? Hakuna mahali tunaona Yesu aliambia punda we twende Yerusalemu. Hakuambiwa. Lakini the moment Jesus sat on that donkey, yule mwanapunda akaanza kupata sense of direction. Wakati Yesu amekalia huyo mwanapunda, akaanza kukanyaga. Mambo yalifanyika kwa huyu mwanapunda. Amekuja kwa Yesu, Yesu amemkalia, amepata direction, akajua huyu ataenda Jerusalem. Ukienda hapa nje kuna magari utaona. Mnaona magari hapa nje hapa? Hapa iko magari na pande ile nyingine. Nimeenda hapo nikaona kuna magari. Lakini pia ukiangalia pale pande hii kuna magari mengine yamesimama yote. Alafu ukiangalia kuna ingine hata saa hii inapita. Mnaona hiyo magari inapita? Wacha niwaulize, kwa nini ile magari inapita haijasimama kama hii ingine? Sasa pastor, mbona unatuuliza swali ambao ni obvious? Sio obvious. Siwezi nikauliza swali obvious. Wewe fikiria, kwa nini hii magari ingine na ni magari, kwa nini inapita? Do you know why? Huyo magari imepita hapa. Na nimekuwa tangu asubuhi, kuna magari ilisimama tangu asubuhi na mengine inapita kama saa hii. Ukiangalia hiyo inapita saa hii. Do you know why that car is passing by na haiko kama hizi zingine? Hii yote ni kwa sababu mwenyewe si wa hapa. Ni kwa sababu mwenye ile magari inapita saa hii si Msabato. Angekuwa Msabato angekuwa hapa. Na kama mwenye Sabato angekuwa hapa ndani, na hayo magari yangekuwa hapa ndani yamesimama. Because gari inaendanga kule mwenyewe anaenda. Hata saa hii ukichoka na mimi uamuke, tuone gari imeenda, tumejua umeenda. Si gari linaendanga, ni wewe unaendanga. Naye Yesu mwenyewe wakati amekalia punda, punda ataenda kule Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu kuuawa, na punda ameanza safari. Lakini pia uzuri mwingine ni kwamba punda hajasikia nyimbo, hakuna sherehe amefanyiwa kwa uimbaji, lakini kwa sababu Yesu amemkalia, watu wakaanza kuimba bila kuambiwa imbeni. Hakuna mahali wameambiwa waimbaji John, walijikuta wanaimba. Bwana asifiwe. See, when the master sits on you, unaanza kuenjoy nyimbo ambazo hujatunga. Bwana asifiwe. Hiyo iwapita. Wakati Yesu anakukalia, wakati umemruhusu akutawale, unatandikiwa manguo ya wenyewe ambao haingekanyangwa na wewe. Wakati Yesu amekubariki kwako, wakati kale kasichana kalikuwa kanapita pita hapa kamekuwa kijana, alafu kamepata kijana, alafu inakuwa ni siku ya harusi, unaona watu wanakuja kulala kwako, na hawaku wanakuja siku zingine. Watu wanakuja, na hata msichana anatoka kwa nyumba wanasema hakanyangi chini. Unaona anatandikiwa vitu au anabebwa bibi harusi. Wakati huo unaona kila mtu anataka aone bibi harusi, na ni msichana amekuwa na yeye hapa, hata humwangaliangi mara mbili. Lakini saa hiyo anaondolewa watu, kwa sababu siku imefika when the master sits on you, unasikia wimbo kwako ambao haukuweza kusikia before. Wakati master, sema the master. Wakati master amekukalia, unaanza kwenda safari ya Yerusalemu ambayo haukuwa umepanga. Akajikuta akienda mjini. Huyu mwanapunda alikuwa amefungwa kwa siku 2, alikuwa amefungwa kwa mwaka mmoja, alikuwa amefungwa kwa muda, lakini kwa sababu Yesu yupo, alipomkalia na Yesu alipogundua habari zake akasema afunguliwe. Sasa anaenda bila kufungwa. Bwana asifiwe. Wakati umemkubali Yesu aingie ndani yako, minyororo yote ya shetani inafunguka, wanaokufunga wanafungukwa, wanaletiwa go, they are let to go, kwa sababu sasa si wewe bali ni Yesu. Wakati unasikia Pastor Munene anahubiri na nguvu, ukimuuliza asakwambia sio yeye, it's the master. Sema the master. Na wewe wakati unasikia hubiri limehubiriwa na unajikuta ukisema amen, wacha kushangaa yule anasema amen, ni kwa sababu ya nani? The master. Sema the master.
Wakati master ametawala mke wako, usifikiri ya kwamba hawezi akawa sawa. Ako sawa kwa sababu ya the master. Wakati unaona kanisa linaendelea na wakati unaona watu wanatoa fedha zao, si kupenda kwao, but because of the master. Wakati anakutawala roho yako, hata pesa zako anazitawala, na unajikuta unaleta na unasema wacha zifanye kazi ya Bwana, because of the master. Yesu akaenda na huyu mwanapunda kule Yerusalemu, na Yesu akaangikwa. Sioni mahali Yesu alirudisha yule mwanapunda. Na hiyo swali ndio nimekaa na nitauliza Yesu tukienda mbinguni, unakupokanga ile punda, si ulisema utarudisha? Bwana Yesu hakurudisha, kwa sababu ukifunguliwa kwa minyororo ya shetani, Yesu harudishangi wewe kwa shetani. Bwana asifiwe. Hana wakati wa kurudisha kwa shetani. He is the master. Oh, how I wish ya kwamba leo hii Mungu afungue ndoa ambazo zimefungwa. Ndoa ambazo zimefungwa Yesu akazifungulie. Oh, how I wish Yesu atafungua huyo kijana wako amefungwa, Yesu amufungulie. Msichana afunguliwe na Yesu. Hata sisi washiriki wale tuna hold back kazi ya Mungu, Yesu awakarie. The master akikaria wao watu, utaona kazi ya Mungu ikienda mbele. Bwana asifiwe. Unajua hiyo kisa ilipoisha, I think punda alirudi kwao, kwa sababu mnyama anajuanga njia ya kurudi kwao. Amerudi kwao nyumbani. Lakini kuna siku ingine nika story tu aka sioni kama kako kwa Biblia. Na sijui kama nika ukweli, lakini nikatamu tu niwaambie. It is up to you. Sasa huyu punda alirudi Jerusalem. Siku ingine Yesu aliendaga, huyu punda akarudi huko Jerusalem, akafanya tu shughuli huko Yerusalemu. Hakuna mtu aliimba kitu, hakuna mtu alitambua yeye. Alafu akakaa akaona huku hakukaliki, akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akakutana na mwanapunda mwingine. Akamuuliza, unajua mimi niko na swali, uliza. Juzi nilienda Yerusalemu na hakuna mtu alinisalimia. Wale walikuwa naimba hosana hawakuimba hosana. Nguo zile walikuwa nazo wako nazo, hakuna mtu alishughulika nikanyage. Nikaenda Jerusalemu, hakuna mtu alinotice niko Jerusalem, na nikarudi. Do you know why? Ni kwa nini hawakufikiria mimi ni wa maana? Huyo punda mwenzake akamuuliza, ulikuwa umebeba mtu? Hapana. Ndio sababu. Ile wakati si wewe uliimbiwa, ni yule ulikuwa umebeba. If you are alone without the master, nobody cares. You have value because of who? The master. Amen. Unataka kanisa lako liwe na value, let the master be Jesus. Wacha Yesu atawale, na akitawala na kwambia hakika utakuja kufurahia kazi yake. Bwana asifiwe sana. Nimeshika hii simu kwa sababu kuna ujumbe nataka nisome alafu nimalize. Kuna ujumbe hapa, na ni vizuri mjue what is going on. Mko tayari? Haya. Acha tu saa hii. Kwani imeenda wapi hiyo ujumbe? Hey? Sawa. Thank you. Sikia. Asante sana. Mimi naitwa Pastor Sulemani Moshi. Ni mchungaji wa mtaa wa Namwawala. Kuna marafiki zangu toka Msumbiji, kambi ya wakimbizi, wamechangia 50,000 shilingi 50,000 kwa mikutano ya Darnet event, kwa vile wamebarikiwa. Amen. Kambi ya wakimbizi ambao wamesikia ujumbe huu, and because the master have sat on them, wamesema wamesupport hii mkutano na 50,000. I think that's something. Kwa nini nawasomea hiyo? Kwa sababu kuna wengine hatujakimbizwa na mtu. Hawa ni wakimbizi. Wewe hukimbii kitu, hujakimbizwa na mtu.
na labda hauombei mkutano na hauko. Ombi langu ni kwamba Bwana atusaidie, we support mikutano kama hii, tukusupport mikutano ya nyumba kwa nyumba, tukusupport maombi ili kazi ya Mungu ifanyike, Yesu arudi, tuende nyumbani. To support our brothers ambao wanarudi nyumbani, na tuweze kumruhusu Yesu atukalie, akitukalia tuko sawa. Asanteni sana kwa kitabu cha Danieli. Sasa vile tulisema tutaisoma, si mtasoma sasa, na kitabu cha Ufunuo hadi wakati mwingine. Bwana awabariki.